Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakaribisha katika kipindi cha leo kwa ajili ya kujifunza maneno ya uzima ya Mungu. Karibuni sana tuweze kuwa pamoja. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya nafasi hii umetupa kujifunza na kuangalia neno lako. Na acha neno lako litubadilishe, acha neno lako lilete mabadiliko kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Leo ni siku nyingine njema tena ambayo Mungu ametupa. Na ninatamani ndani ya moyo wangu kwamba afanye jambo kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu. Atubadilishe kumwendea yeye zaidi, atubadilishe kumjua yeye zaidi, na tusaidie kuweza kudumu katika kumpenda siku zote za maisha yetu. Katika Biblia, kila nikisoma na nikifuatilia, Biblia inaonyesha wazi kwamba tuna nafasi ya kumpinga shetani na kumkaribia Mungu ili atukaribie. Lakini pia tuna nafasi ya kumkaribisha shetani na kumpinga Mungu ili shetani ukae na sisi. Sasa mimi na wewe tumeshakubali au umeshaamua kumwendea Kristo Yesu. Hebu muendee kwa kumaanisha mpinge shetani, muendee Kristo Yesu, naye hatakuacha. Kuishi maisha ya Ukristo au kuishi maisha ya kumpenda Mungu ni maisha yenye ushindi sana, ni maisha yenye furaha sana. Nilisema kipindi kilichopita kwamba unaweza ukawa huna fedha, unaweza ukawa huna mali, lakini una furaha ya moyo, lakini una tumaini katika maisha yako na unaiona kesho njema. Fedha sio kila kitu, mali sio kila kitu, lakini furaha ya kweli ya Bwana ni nguvu zetu. Ukiwa na furaha ya kweli ndani mwako ambayo Mungu ndiye amekupatia hiyo furaha, utaona maisha katika mwanga tofauti, utaona maisha katika mtizamo tofauti, utaona maisha katika ulimwengu huu wa mwili na nyama yakiwa yenye furaha na amani na ushindi tele. Katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4, ningetamani kusoma mistari michache kuanzia mstari wa 7 kuendelea. Biblia inasema, waraka wa Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7, Biblia inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Ninyi itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Biblia katika mistari ambayo nimesoma hapa, unaona wazi kwamba wanadamu anapewa uhuru wa kuchagua kumtii Mungu na kumpinga shetani. Ili ukimtii Mungu, ukimpinga shetani, ili Mungu aweze kukaribia. Na anaendelea mbele, anasema kwamba Mungu atatukaribia tutakase mioyo yetu, watu wenye nia mbili. Safisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Tusafishe mikono. Baada ya kusafisha mikono, nia zetu zisiwe mbili mbili, kwamba usiwe unamtaka Mungu unaondoka shetani. Unataka ufalme wa Mungu na haki yake, na kuna vitu vya kawaida vya kidunia dunia na vitakataka. Tulisoma katika ile wa Galatia mlango wa 5, tuliona pale mambo ya dunia hii, kuna uasherati, ufisadi, roho mbaya, chuki, tuliona kule. Kwa hiyo lazima ufike mahali ambapo mimi nasema lazima ukubali kupata hasara upande mmoja ili upate faida upande wa pili. Ukimkataa shetani, ukimkaribia Mungu, utakuwa na furaha, utakuwa na amani, utakuwa na ushindi, utakuwa na mambo mengine yote. Bila nasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya mengine yote tutazidishiwa. Kwa hiyo tuna haja sisi ya kumtafuta Mungu na haki yake ili mazidishio yaweze kutokea. Lakini nia mbili, usiwe na tamaa kwamba leo umeamua kumpenda Yesu. Mpende kwa kumaanisha, muendee kwa kumaanisha. Dumu katika kujifunza kweli ya neno lake. Neno la Mungu liwe rafiki yako, kulisoma, kulifuatilia na kujifunza zaidi, ili uweze kuwa na nia ile ile moja ya Kristo Yesu, ambaye ndio tegemeo na ndio mwongozo na ndio kimbilio la maisha yetu. Tusiwe na nia mbili. Biblia inasema katika Yakobo mlango wa 4 mstari wa 8, anasema mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunukeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza,
na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele za Bwana naye atawatukuza. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Mstari wa 11 anasema, Yakobo mlango wa 4 mstari wa 11 anasema, ndugu msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake kuisingizia sheria na kuihukumu sheria, lakini ukihukumu sheria huwe mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Kwa hiyo masingizio na maneno na malumbano na mapigano na kutofautiana kunatoka ndani mwetu. Kwa nini? Kwa sababu hatujakubali kuwa na nia moja ya Kristo. Chukua na nia ile moja ya Kristo, yeye Kristo mwenyewe anaweza kutusaidia kutokuwepo na masingiziano, kutokuwepo na malumbano, kutokuwepo na kupigana na kulumbana na kutofautiana. Kwa katika maisha yetu ya kila siku, hebu Kristo Yesu ahusike na maisha yako, ahusike na maisha yangu, kutusaidia kumjua yeye, kumwendea yeye. Pointi kubwa sana ambayo nimeona Mungu anatusaidia kila mara ni kwamba neno lake likikaa kwa wingi ndani mwetu, hatuwezi kutenda dhambi. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sasa huwezi kuwa na amani na furaha na fulani bado ukaendelea kumsingizia. Lazima kuna shida ambayo iko ndani ya moyo wako, ndani ya akili yako, ndani ya mawazo yako, inakupelekea wewe kumhukumu na kumsingizia mwenzako isivyo sawa. Mungu alibariki neno lake na tuweze kudumu kujifunza neno la Mungu kila mara. Amen.